ameuweka huo mlango akauita hivi, babun fi man rahala fi hadithin wahidin min as-sahabati al-akramin. Mlango unaoelezea masahaba waliosafiri tena masafa marefu kwa ajili ya kutafuta hadithi hii, hadithi moja. Ametaja masahaba kadhaa. Kitafuteni hicho kitabu hata soft copy, Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith, mtaukuta huo mlango ambao unaelezea masahaba waliosafiri safari ndefu. Amesikia kuna sahaba mmoja labda yuko Tanga, kuna hadithi yanayo yeye hana, anamfungia safari kwa ajili ya hadithi moja tu, akishaipata anarudi Arusha. Au kuna hadithi ameisikia tu mtaani, akaambiwa hadithi hii bana chimbuko lake ni sahaba fulani ndiye aliyesikia kwa mtume, yuko wapi? Singida. Anafunga safari kwenda Singida li talabi hadithin wahid, hadithi moja tu, hadithi moja tu. Wakati ule safari zilikuwa ngumu, hakuna mabasi, hakuna gari, hakuna ndege, hakuna treni, safari ima kwa miguu au kwa kutumia mnyama. Niwape mfano wa sahaba mmoja aliyemtaja kwamba alisafiri kwa ajili ya hadithi hii moja, na mkirudi kwenye hicho kitabu mtakutana na mifano chungu nzima. Dhakara anna rajulan min al-ansar, anaeleza kwamba mtu mmoja katika maansar, katika mifano aliyoitaja, mtu mmoja katika maansar rakiba min al-Madina ila Uqba ibn Amir wa huwa bi Misra. Alifunga safari kutoka Madina kwenda Misri, kutoka Madina, kutoka Uarabuni kuja Afrika. Misri jamani ni Afrika, kutoka Uarabuni kuja Afrika. Anifunga safari ili aje aonane na Uqba ibn Amir. Alipokutana na Uqba ibn Amir, ametoka Madina anakuja kwa Uqba ibn Amir Misri. Alipokutana naye akamuuliza, anta sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu, je, wewe Uqba ulimsikia mtume alayhi salatu wasalam anasema haya maneno, man satara mu'minan fi dunya satarahu Allah yawm al-qiyamah. Hii hadithi wangapi hawajui hapa? Kama hujui nyosha kidole, manake nyote mnaijua. Mnaijua man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah, kwa lafzi zake tofauti tofauti. Sasa mwenzenu alifungia safari hii kutoka Madina mpaka wapi? Mpaka Misri. Hadithi alikuwa nayo, alikuwa anataka athibitishe kwamba huyu kweli kaipokea. Akamuuliza Uqba, wewe umeisikia hadithi hii kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam? Hadithi gani? Man satara mu'minan fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyama. Uqba ibn Amir akasema naam, ndiyo nimeisikia hadithi hiyo mimi mwenyewe kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Fakabbara al-ansari wa hamida Allah thumma ansaraf. Huyu sahaba wa Kiansar alipothibitisha kwa ile furaha akamhimidi Allah, akapiga takbira Allahu akbar kwa furaha tu, akageuza akarudi zake Madina. Kafuata hadithi moja Misri, kafuata hadithi moja kutoka wapi? Madina kwenda. Kwao ilikuwa elimu ni dili, elimu ni kitu cha maana. Sasa wewe umepata fursa, uko hapa, itumie fursa hii vizuri na usikubali kuipoteza. Abdullah ibn anhu kuonyesha sifa yake kwenye kutafuta elimu, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, na apa kwa Allah ambaye hakuna mola isipokuwa yeye, ma unzilat suratun min kitabillah, hakuna sura iliyoteremshwa ndani ya Qur'an illa ana a'lamu aina nazalat, isipokuwa najua sura hiyo imeteremka wapi. Wala unzilat ayatun min kitabillah, na pia hakuna aya ndani ya Qur'an illa ana a'lamu fi man unzilat, isipokuwa najua aya hiyo imeteremka kwa nini, kwa sababu gani, sababu ya kuteremka aya hiyo naijua. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughuhu al-iblu la rakibtu ilayhi, pamoja na elimu yote nilionayo, lau ningekuwa namjua mtu ambaye anaijua zaidi Qur'ani kuliko mimi na naweza kusafiri nikamfikia, ningemfungia safari. Abdullah ibn Mas'ud, mwanachuoni mkubwa huyu katika wanazuoni wa kisahaba,
anasema lau nitapata taarifa kwamba mji fulani kuna msomi kuliko wewe, nitafunga safari niende kwake nikatafute elimu. Hirs, pupa aliyokuwa nayo katika kutafuta ziada ya elimu. Sote tunamjua Abu Huraira. Nani hamjui Abu Huraira hata kwa jina? Anyoshe kidole. Hata wale wanaoslimu wanamjua Abu Huraira, wamemsikia sana kabla ya kuslimu. Abu Huraira jina lake limekuwa kubwa kwa sababu ya jitihada yake ya kutafuta elimu, na hata Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa analijua hilo kwa Abu Huraira. Al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala kwenye sahihi yake ameweka mlango unasema hivi, babun al-hirsu ala al-hadith, mlango unaozungumzia kuwa na hirsi katika kutafuta hadithi. Akaitaja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ambapo aliwahi kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam an as'adi nnasi bi shafaatihi. Abu Huraira radhiyallahu anhu aliwahi kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, ewe Mtume wa Allah, nani katika watu atakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata shafaa yako, maombezi yako, dua yako siku ya Kiyama? Anayeuliza swali nani? Mani sail? Muulizaji nani? Abu Huraira. Muulizwaji nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Ukiona mwenzako amesinzia, mpige bega, amke. Usikae na jirani aliyesinzia, anapitwa huyo. Alakhawat, ukiona mwenzako anasinzia, mpige bega, amke, sio bega lile la kishirikina. Abu Huraira alipouliza hili swali kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume akasema, laqad dhanantu ya Aba Huraira alla yas'alani an hadha alhadithi ahadun awwala mink, nilikuwa najua na yaqini ewe Abu Huraira kwamba hakuna atakayeniuliza swali hili yoyote kabla yako. Lima raaitu min hirsika ala alhadith, kwa ile pupa niliyoona kwako ya kutafuta elimu, ya kutafuta hadithi. Hii ni mifano ya masahaba. Kabla ya hapo tumeona mifano ya mitume katika kuwa na pupa kwenye kutafuta nini? Kutafuta elimu. Pupa hii inatakiwa muiishi nyinyi, bali pupa hii anatakiwa awe nayo kila Muislamu. Sasa hivi masikitiko makubwa, fursa za kujifunza zimekuwa nyingi, lakini idadi ya wale wanaojifunza imepungua. Kuna maahidi zipo, misikiti na durusu mbalimbali zipo zinatolewa, semina mbalimbali zinafanyika, ma-TV ya Kiislamu yapo, redio za Kiislamu zipo, kwenye social media, mitandao ya kijamii kuna peji chungu nzima zinatoa elimu, lakini utashangaa nisbatul jahli murtafi'a, asilimia ya ujinga imekuwa kubwa, tofauti na zama zile ambazo hapakuwa na hivi vitu. Zama hizo ukitaka hadithi ndio hivi unasafiri, lakini wasomi walikuwepo, tena waliobobea. Zama hizi ambazo elimu imekuwa nyepesi, ndio ujinga umekuwa mwepesi zaidi. Ni kama vile inaonekana elimu kila inavyokuwa nyepesi kuipata, ndio ujinga unakuwa fursa zaidi kwa watu. Wa ila kwa zama hizi ambazo mashaallah, yani kila sehemu unaweza kupata elimu, lakini badala ya sisi kutafuta elimu tunatafuta ujinga. Mwenye TV badala ya kufungua channel ambayo atajifunza, anafungua channel ambazo anajiongezea ujinga. Kwenye magazeti badala ya kununua gazeti ambalo litakufunza, unakwenda kununua gazeti la udaku. Kwenye mitandao ya kijamii badala ya kuingia kwenye kurasa ambazo utajifunza utapata faida, unaingia kwenye blog ambazo unakwenda kuangalia mambo machafu, mambo ya kijinga. Kwa hiyo fursa zipo, lakini watu wa batil na wao wamejiweka huko, na sisi tukanaswa zaidi na watu wa batil, tukaisahau haki ambayo inapatikana huko. Huu ndio mushkila. Wa illa wasailu taallum, namna na nyenzo za kujifunza na njia za kujifunza zimekuwa nyingi sana. Sasa hivi mtu kuwa mjinga ni kujitakia. Tumefunga safari kuja kusoma, tusome haya tuliyoeleza na tuliyoona sehemu katika pupa ya wema aliyotangulia kwenye kutafuta elimu,
kwetu iwe ni chachu. Mmoja katika walimu wetu alikuwa na maneno kila anapoingia darasani takriban alikuwa anasema idha kunta fi shay'in fakun fihi, idha kunta fi shay'in fakun fihi. Ukiamua kufanya jambo fulani basi lifanye hilo jambo. Umeamua kufanya biashara, kuwa serious kwenye biashara, usitanie. Alaysa kadhalika? Umeamua kujifunza elimu ya sheria, jifunze, usipoteze muda wako. Miaka 6 ambayo unakaa hapa kwenye kutafuta elimu, alafu usijipinde. Miaka 6 hii kama ungeingia